Zubeda, karibu kazini. Naam, shukran sana Yvonne kwa matangazo hayo ambayo umekuwa ukituletea tangu dhuhuri ya leo kuhusiana na matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 ambayo yametolewa dhuhuri ya leo na Waziri Fred Matiang'i. Wengi hawakutarajia kwamba matokeo hayo yangetolewa hii leo, kwa hivyo wengi wamepatikana kwa mshangao mkubwa. Lakini hata hivyo tulitarajia kwamba Matiang'i angetoa matangazo hayo ghafla jinsi ilivyoshuhudiwa wakati wa kutolewa kwa matokeo ya mtihani wa darasa la 8, ambapo mwaka huu jinsi ilivyokuwa mwaka uliopita ama katika mtihani uliotolewa KCPE, tunaona kwamba alama za wale wanafunzi bora waliopata alama ya A imepungua sana, hali ambayo imesababisha mshangao mkubwa hasa baadhi ya miongoni mwa wanafunzi, ambapo tunaona wale ambao wamepata alama ya A ni wanafunzi 141 na wale ambao wamepata alama ya A- ni 4645 na wale ambao wamepata B+ ni 10975 na wale ambao wamepata kati ya alama ya A na C+ mwaka huu ni 88929. Hii ni kati ya wanafunzi takriban 577,000 ambao walifanya mtihani wao wa kidato cha 4 mwaka huu. Tukilinganisha alama hizi na zile za mwaka uliopita, unaona kwamba kuna pengo kubwa sana. Kwani ukiangalia alama za wale ambao wamepata kati ya alama ya A na C+ mwaka huu ni 88,929 ikilinganishwa na mwaka uliopita ambapo takriban wanafunzi 165,766 walipata alama ya A hadi alama ya C+. Mwaka 2014 wale waliopata alama ya A hadi C+ ni 149,717. Unaona kwamba kuna tofauti kubwa kati ya wale ambao wamepata alama hizi. Matiang'i pia ameeleza kwamba kati ya wale watahiniwa bora 20 mwaka huu, 16 kati yao ni wasichana na 4 ni wavulana. Na ndiposa wengi wanauliza huenda ni kwa sababu kuna uwekezaji mkubwa katika kufaulisha elimu ya mwanafunzi ama mtoto wa kike humo nchini na kuwasahau wavulana. Ni mada ambayo tutakuwa tukijadili kwa mapana katika mahojiano yetu hii leo, ambapo wageni tayari pia wamefika studioni. Kuna shule mbili ambazo zimesifiwa sana mwaka huu kwa kuonyesha matokeo bora, matokeo ambayo hayajaonyesha ishara yoyote ya udanganyifu, na shule hizo ni Alliance Girls na Kenya High. Mtangazaji mwenzangu Carol B yuko katika shule ya Alliance Girls na atakuwa akiongea na mwalimu mkuu wa shule hiyo aweze kutueleza mengi zaidi kuhusu hisia zao kuambatana na matokeo haya ambayo yametolewa mwaka huu. Na tunaona kwamba kulingana na yale ambayo aliyaeleza Waziri Fred Matiang'i ni kwamba kilinganishwa na ilivyokuwa hali mwaka uliopita hakuja kuwa na visa vya udanganyifu, hali ambayo anasema ni ya kuonyesha kwamba kuna mabadiliko makubwa ambayo yameshuhudiwa mwaka huu. Na tunaona kwamba ikilinganishwa na mwaka uliopita kuna matokeo mengi ambayo yalifutiliwa mbali na wanafunzi hawakuweza kupata matokeo yao baada ya mtihani kufanyika, lakini hilo halitafanyika, kumaanisha kwamba kila mwanafunzi atapata matokeo yake. Jambo lingine la kuridhisha ambalo amelitangaza Fred Matiang'i ni kwamba takriban wanafunzi 8,000 ambao walipata kati ya alama ya A na C+ wataweza kujiunga na vyuo vikuu humu nchini, jambo ambalo bila shaka litaleta tabasamu miongoni mwa watahiniwa wa mwaka huu, akisema kwamba mwaka huu kuna nafasi nyingi sana za wale watakaotaka kujiunga na vyuo vikuu. Kwa hivyo takriban wanafunzi 8,000 wataweza kujiunga na vyuo vikuu humu nchini. Jambo lingine ambalo ni jipya ambalo Waziri Fred Matiang'i amelitangaza ni kwamba tofauti na ilivyokuwa katika miaka ya nyuma, kuanzia mwaka ujao 2017 hakuna kutumia ile index number, kwa sababu tunajua kwamba wakati wanafunzi wanapotaka kupokea matokeo yao ya mtihani wanatumia ile alama wanayopewa shuleni ili kuweza kupata matokeo yao. Na unaona kwamba mwaka huu kuanzia mwaka ujao Waziri Matiang'i amesema kwamba alama ambayo itakuwa inatolewa ni alama ya usajili wa wanafunzi ambayo itatumiwa katika kipindi chote watakachokuwa shuleni. Kila mwanafunzi atakayepewa alama hiyo ya usajili, labda kwa mfano akiwa katika shule ya msingi, atatumia nambari hiyo katika shule ya upili na pia hata katika chuo kikuu na muda wote atakaokuwa shuleni. Na tunaona kwamba watahiniwa mwaka huu ambao walifanya mtihani wa kidato cha 4 ni takriban
522,870 na vituo vya mitihani vilikuwa ni 8,646 na tunaona kwamba alama zimepungua sana, na tuko na mmoja wa walimu ambao walikuwa wanahusika katika usahihishaji wa mtihani ambaye atatueleza mengi zaidi. Na tunaona watahiniwa wa kike walikuwa 243,581 na ikiwa ni asilimia 46.59. Watahiniwa wa kiume walikuwa ni takriban 279,289 ikiwa ni asilimia 53.41, ambapo tunaona pia kando na usajili huu wa wanafunzi ambao walifanya mtihani wao wa kidato cha 4 mwaka huu, unaona kwamba wanawake, wasichana, wanafunzi wa kike wamefanya vyema sana. Tutakuwa tukiangazia mengi zaidi. Tukiangalia visa vya udanganyifu mwaka 2015, tunaona kwamba kulikuwa na visa vya udanganyifu 5,101 vilivyorekodiwa mwaka 2015 katika vituo 305. Visa hivi vilishuhudiwa mwaka huu, lakini hii ni kinyume na mwaka huu ambapo tunaona kwamba hakuna visa vya udanganyifu ambavyo vimeshuhudiwa mwaka huu. Waziri Matiang'i akisema kwamba ameweka gia kuhakikisha kwamba mfumo wa marekebisho au mfumo wa mageuzi katika shule za humo nchini unaboreka, kwa sababu anasema kulikuwa sana na visa vya udanganyifu, kulikuwa sana na dosari katika shule za humo nchini, lakini hilo litakuwa ni la kuzikwa katika kaburi la sahau. Unaona kwamba 5,000 na mwaka huu ni 0. Ni jambo ambalo ni la kuridhisha sana. Tutakuwa tukiuliza mwalimu ambaye yuko studioni ni vipi hilo liliweza kufanyika, mwalimu ambaye pia ni mwalimu wa shule ya Alliance Boys. Atakuwa akitueleza ni vipi wamebwagwa na wale wenzao wa shule ya wasichana. Shule ambazo zilifanya vyema mwaka 2015 zilikuwa ni Kabarak High ambao walipata alama 11.667, Maseno School ambao walipata alama 11.393, Alliance High School ambao walipata alama 11.37, Utumishi Academy ambao walipata alama 11.17 na Kapsabet Boys ambao walipata alama 11.15. Na tunaona kwamba mwaka huu waziri ametaja Alliance na Kenya High kuwa shule ambazo zimerekodi matokeo mazuri sana ambayo yameonyesha kwamba hakuna ishara yote ya udanganyifu. Tunaona bado katika matokeo ya mwaka 2015 ni kwamba shule ya St. Joseph's Boys pia ilirekodi alama 11.0, Sacho High School alama 10.973, Light Academy Nairobi alama 14.93, Rangala Girls High School alama 10.9, Kapsabet Girls High School alama 10.89. Na tunaona haya ni matokeo ambayo labda huenda yakaashiria tofauti kubwa ikilinganishwa na mwaka uliopita, kwani Waziri Matiang'i ametaja kwamba kuna baadhi ya shule hizi ambazo baadhi yazo zilirekodi alama nyingi sana za A, na mwaka huu alama hizo zimepotea. Ndipo sasa wanauliza ilikuwaje jamani? Unaona, kama kwa mfano anataja kuna shule moja ambayo iliandikisha alama 200 za A, lakini mwaka huu hata hawajaweza kupata alama 2. Na ndipo sasa tunashangaa ni vipi hilo liliweza kufanyika, na ndipo sasa tuko na wageni wetu leo studioni ambao watatueleza mengi zaidi kuhusiana na hali ilivyo, hasa katika usahihishaji wa mitihani. Mwaka huu imekuwaje tofauti na miaka iliyopita? Na kando yangu ni Otoa Sifuna, mbali kule upande wa kushoto ni Otoa Sifuna ambaye ni mwalimu katika shule ya Mwenje High. Hujambo? Karibu sana. Asante sana. Ulitarajia haya ambayo tumeyaona leo ama yamekupata kwa mshangao pia? La hasha, jinsi ilivyokuwa KCPE, Matiang'i has done it again. Wengine wetu tumemaliza tu kusahisha mtihani last week. Hata wengine wetu tulikuwa bado tuko mjini, bibi zetu wakitupigia mko wapi? Tunamalizia kumark, tutakuja. Kumbe sasa ndio sasa tumeweza sasa. Nimemsikia pale akisema pia kwamba kuna subjects ambazo zilisahihishwa katika kipindi cha juma moja. Hii ni tofauti na ilivyokuwa awali ambapo tulikuwa tunaona mtihani unachukua muda mrefu sana kusahihishwa. Ilikuwa ya kwamba hata mkimaliza kusahisha hivi, pindi mnapomaliza kusahisha hivi, matokeo yanakuwa channeled directly. Na sisi kama walimu
tumesema pongezi kwa CS Matiang'i kwa kazi njema ambayo ameifanya. Mtihani tunapomaliza kumark na ichukue muda Zubeda, ili matokeo yaweze kutolewa, huwa imecreate room ya speculation kule nje. Wanasema ni kwa nini watu walimaliza walimu walimaliza kumark mtihani na matokeo bado pengine yafanywa ukarabati au nini. Kwa hivyo mimi kama mwalimu ninampongeza Matiang'i, ninampongeza Professor George Magoha kwa kazi njema. Sasa matokeo yametoka, wazazi sasa, the ball is in your court, mjitayarishe kusherekea. Na si kwamba mimi husema mara nyingi, si kwamba eti mtoto akipata A au apate E, all this grading system Zubeda, A mpaka E, they are grades. Kwa hivyo society yetu imekuwa ya kwamba mtoto asipopata A amekuwa akidhalilishwa, amekuwa akichukuliwa ya kwamba amekuwa failure. No, that child is not a failure. There is a lot. Kuna mengi ambayo huyo mtoto anaweza fanya. Si kwamba uwe tu na akili ya kupita upate A kwa chemistry, upate A English, upate mini grade A ndio survive katika hii dunia. Kuna wengi waliopata alama hata ya D+, alama ya C. Naongea kwa sababu unaona mwaka uliopita number of A's vis-a-vis mwaka huu imepungua sana. Kutoka sijui 2000 mpaka 141. Sasa iwapo matokeo ni kama kuna mwenye alikuwa ananiambia kwamba maybe watoto walikuwa wana undergo evolution, kwamba walikuwa karibu kila shule nzima inapata alama ya A. Lakini waziri alisema ya kwamba he wants to bring sanity. Na matokeo haya mimi na mwalimu mwenzangu najua ataniunga mkono, ni kwamba mwalimu pride ya mwalimu ni kwamba mtoto apate alama ambayo ni yake. Si kwamba mtoto amepata D+ na kuna ukarabati huku na kule anapata A. Ndio maana Professor George Magoha aliposema mtoto anapata A anakuwa admitted kufanya Bachelor of Law, Bachelor of Medicine, anapofika kule faculty inakuwa ngumu, anafanya sociology. Wacha nimtambulishe mwalimu mwingine ambaye labda nitamtambulisha kwa mkono wa pongezi. Ni mwalimu wa Alliance, Familia Alliance, tunawapa pongezi sana kabisa. Unasikiaje kwamba Alliance imetajwa kuwa ni shule ambayo imesifiwa? Naipa mkono wa tahania kwa kazi hali ambayo imefanya. Na natumai vyombo vinanukuu vibaya. Daktari Matiang'i alisema kwamba Kenya High na Alliance Girls zilikuwa consistent. Hakusema kwamba ilikuwa nambari 1 na nambari ya pili. Natumai kufikia kesho tutaweza kujua matokeo halisi. Lakini kwa kuonyesha kwamba matokeo yao yameonekana ni vile walifanya mwaka uliopita na mwaka huu. Hawajasema kwamba ati Kabarak High School ijakuwa number 1. Inaweza kuwa kesho matokeo ikitokea unaweza ona Alliance High School number 1, Kabarak number 2 ama hivyo. Lakini alieleza kwamba ilikuwa consistent. Kwa hivyo tungoje kwanza matokeo halisi yatokee. Lakini kwa kutajwa pia kwa shule hizi mbili kati ya zile shule zote zilizoko nchini ni jambo ambalo ndugu yangu anatetea, unajua unatetea ulioko, lakini kabla hata tujaenda mbali Zubeda, nichukue fursa hii kuwapa mkono wa pongezi wasichana. Among the top 20 wanafunzi waliofanya vyema 16 ni wasichana. Sisi kama walimu na mimi kama ila tu nimekuwa nikisema kwamba the boy child amekuwa na changamoto nyingi sana. Serikali ichukue kwamba na kitu ambacho nampongeza Bwana Matiang'i ni kwamba anapotoa results anatoa pia na reports. I think that is something so extraordinary kwa huyu CS. Sasa iwapo wanafunzi 16 walikuwa ni wasichana, inamaanisha kwamba waine peke yake among the top 20 ndio wavulana. Hiyo report it's a scaring one, Zubeda. Mtoto mvulana ako na changamoto sana. Ninapofunza mimi mwenyewe shule ya Daktari Mwenje, iko katika maeneo ya Karobangi South. Unapoenda huko unapata mihadarati ndio nyingi. Unapata kwamba the boy child amekuwa na changamoto nyingi sana. Crime, nini? Kwa hivyo hii report Bwana CS usituambie tu ya kwamba wasichana wamefanya vyema.
what can we do also to support the boy child. Mikakati nyingi imekuwa ya kwamba ina support wasichana sana. Ukienda FIDA, ukienda nini, women empowerment, sijui affirmative action, unaona kwamba inatetea mtoto msichana sana. Mzalendo pia mwalimu, wewe ni mwalimu katika shule ya wavulana. Kuna zile changamoto ambazo wanasema wavulana wanakumbana nazo. Pale shuleni labda ni changamoto kama zipi ambazo unaona watoto wa kiume wanakumbana nazo, na nyinyi kama walimu katika shule kama hiyo mnazikabili vipi? Kuna changamoto nyingi sana ambazo napata wavulana wanapitia, wanafunzi. Hasa tuseme kama shule ya Alliance High School, hapo hivyo utapata wanafunzi wengi wanatoka familia ambazo ni za wachochole. Hawa jimundu kuweza kuwa na bidhaa fulani za kutumia za matumizi. Tuseme mwanafunzi anaweza kuja hata shuleni mwingine, unaona hata wakiita tuseme wataripoti tarehe 9 hivyo, unaona mwanafunzi anakuja hata bila kasha lile sanduku la kuweka vitu hivyo, na hana vitu vyote vya kutumia. Kwa hivyo inabidi tu unapata wanafunzi wengi sana hapo hivyo wanadhaminiwa na watu na analipiwa karo na mtu mwingine tu hivyo, lakini bidhaa vile ambavyo anastahili kuvitumia hapo hivyo inakuwa ni tatizo. Na pia ukiona wazazi wengi sana, mzazi anaweza kuwa na mwanafunzi Alliance Girls na Alliance Boys hivi, lakini mara nyingi anaenda kumtembelea msichana wake na mvulana anahisi tu kwamba yeye anaendelea vizuri. Na mtueleze pia, huenda ni kwa sababu taifa limewekeza sana katika kutetea haki na kumlinda mtoto wa kike huko nchini, huenda ndio sababu tunaona kwamba huenda wavulana wamekuwa hawajashughulikiwa jinsi ambavyo mnasema nyinyi kama walimu hawajashughulikiwa. Mimi nimesema mara nyingi Zubeda, na hata ninapoongea na administration ya shule yangu ni kwamba ndio tulitoka katika enzi ambapo mtoto msichana alikuwa na shida. Unapoangalia mila na desturi ya Kiafrika, kulikuwa na shida ndio ya ambayo mtoto msichana kusurvive ilikuwa shida, lakini tumetoka mbali sasa. Nimekupa tu changamoto ambayo mtoto mvulana anapitia, na utakubali ya kwamba if this situation inaendelea vile inapoendelea, ndio mtoto mvulana is going to be extinct. Na labda tuvuke sasa tuzungumze na mwanahabari mwenzangu Caroline B ambaye kwa sasa yuko katika shule ya Alliance Girls, na rifio kwamba tutarejea tuungane naye muda si muda, ambaye atakuwa akizungumza na naibu mwalimu mkuu wa shule ya Alliance Girls. Najua mahali ambapo wanafunzi wa shule hiyo wapo wanatabasamu kubwa sana kwa sababu Alliance Girls nawapa mkono wa kongole, lakini ninapomalizia hiyo point, hata unapotembea kule vijijini utapata mtoto msichana amechangamkia maisha, anaruka kamba, amechangamkia, yuko na furaha, lakini mtoto mvulana ameketi tu kwenye kona, he is meditating, maisha imemsonga bana. Na kwa hivyo mtoto wa kiume anahitaji uwekezaji wa aina gani? Kwa sababu kama ni shule zipo, unatuambia kwamba mara nyingi hakuna hata vifaa wanavyohitaji. Tunahitaji uwekezaji wa aina gani? Kwa sababu Matiang'i alipokuwa akizungumza, nikimnukuu, amesema kwamba hata katika haya mageuzi kuna changamoto ambazo zipo. Je, huenda ni mojawapo ya zile changamoto wanasema zipo katika harakati hizi za mageuzi? Watoto wavulana wanastahili pia kuweza kuangaziwa kama namna vile watoto wasichana wanavyoangaziwa. Ikiwa ni mzazi, hakikisha kwamba mwanafunzi wako mvulana ana bidhaa vya kutosha. Na hata utapata wengine pia kama ni kulipa karo, analipia msichana lakini anamwacha yule mvulana. Mara kwa mara unapata mara nyingi anatumwa nyumbani, sio kufukuzwa, anatumwa nyumbani na anapoteza wakati mwingi wa kuweza kusoma na wenzake. Kwa hivyo inastahili tuweze kuwapa hawa wanafunzi wote nafasi sawa. Tusichukue tu pale ambapo tatizo linapata mtoto msichana, mnakimbia mnaanza kusema kwamba hawa wamelemewa, lakini je, mtoto mvulana akipatikana na tatizo, utapata wengi sana hata aweze angalia mwanafunzi anaishi muhula mzima hata hana shilingi 100 ya kuweza kujisaidia hapo. Na hiyo pia iwapo hana yale mahitaji ya kutosha, pia kisaikolojia hataweza kuwa vizuri. Utapata kwamba mara kwa mara asomi vizuri, anafikiria zile tabu belela ambazo anapitia, na huenda ikaadhiri matokeo yake katika darasa. Na katika huu mfumo wa elimu humo nchini, Waziri Matiang'i amesema kwamba labda kwa kulinganisha yale matokeo ya mwaka uliopita na miaka ya nyuma na mwaka huu, anasema kwamba huenda kuna jambo ambalo linahitaji uwajibikaji mkubwa sana, na ndiposa labda ametwika jukumu hili mwajiri wa walimu TSC na kusema kwamba tunataka ripoti itolewe ya uchunguzi ambao utabainisha uwajibikaji kuambatana yale ambayo
tumeyashuhudia, kwa sababu kwa kuangalia kati ya wanafunzi 500,000 waliofanya mtihani, iwapo 141 pekee ndio wanapata alama ya A, unaonekana kwamba kuna tatizo. Na kama walimu ambao wamehusika pakubwa katika usahihishaji wa mitihani hata miaka ya nyuma, tueleze nini ambacho kilishuhudiwa miaka hiyo ya nyuma na mwaka huu ambacho ni tofauti hasa katika usahihishaji wa mitihani? Mimi naweza sema kwamba tumekuwa na hali ya utepetevu. Hata mwaka uliopita kila Mkenya anajua yale mambo ambayo yalitendeka. Kitumbua kiliingia mchanga, baraza la mitihani ilikuwa nje na watu waliweza kununua. Hata kwenye televisheni nilikuwa naona KTN, ukiona Citizen unaona ipo hapo hivyo, ilikuwa wazi tu hapo hivyo. Na pia ule muda ambao ulitumika kuweza kupata haya matokeo. Unapata walimu walikuwa kufikia tarehe 20 mwezi wa Disemba mitihani yote ilikuwa imesahihishwa. Lakini ukiangalia mtihani wa mwisho umemalizika tarehe 25 Krismasi. Na leo hii matokeo yametokea. Huu muda wote huu ulikuwa unafanya nini? Hapo ndio mambo yalikuwa yanaenda vibaya hapo hivyo. Na pia walimu niongezea kwamba walimu tumepewa changamoto kwamba kazi tumepewa. Kwa hivyo kama umepewa na ulipomsikia mwajiri wetu Nazi Macharia, pia Profesa Magoha akasema ya kwamba walimu wanafanya kazi njema. Na nilimpenda sana Profesa George Magoha aliposema ya kwamba let us be a society of a second chance. Sio kwamba mwalimu ametoa matokeo ambayo ni duni mwaka huu, umemchapa kiboko, ameenda nyumbani, umemwinterdict au umemdemote from a principal, ameenda back to classroom teaching. Tuweze kuona ya kwamba ndio kunaweza kuwa na factors nyingi ambazo zimetokea matokeo yaende chini. Kuna shule zingine ambazo Zubeda, wajua sisi tunaishi tu jijini Nairobi, shule zetu pengine zina vifaa, lakini unapoenda kule mashinani, mimi mwenyewe natoka Bungoma, utapata ya kwamba kuna shule zaidi zilizo mashinani kabisa, hazina vifaa, laboratory hakuna, mazingira ya kufunza ni ngumu, walimu kuishi ni shida. Kwa hivyo sisi kama walimu pia tunasema, tunaambia mwajiri wetu, ndio umetupa kazi. Sasa hivi tumesign, inaitwa performance contracting. Kuna mikakati nyingi sana inayoendelea katika Ministry of Education na Teacher Service Commission. Sisi kama walimu hatukatai, lakini wasiwe wepesi sana wa kutupanish kwa sababu ya matokeo. Watupe mkono wa pili, second chance, tuweze kufanya nini? Kuimprove hizi results. Kwa sababu unapoangalia matokeo haya ndio sio mazuri. From the face value, haya matokeo si mazuri, yameenda chini. Sasa walimu wangapi wataenda nyumbani jamani? Si tutaenda nyumbani kabisa. Lakini sasa kama nyinyi ndio mlochangia katika kudororesha mfumo wa elimu humo nchini, mbona msiadhibiwe? No. Sio walimu walichangia. Nitakataa kwamba Zubeda aliposema mwenzangu Matiang'i amefanya kazi nzuri kukab cheating. Huenda shikilia kidogo hapo kwa A's nyingi hizo. Kwanza hapo ndio tunataka mtueleze A's nyingi zilitoka wapi wakati huo na sasa hazipo. Tunaungana sasa na mwanahabari mwenzangu Caroline B ambaye yuko katika shule ya wasichana ya Alliance. Atueleze mengi zaidi kwa sababu ni shule ambayo imetajwa na Waziri Matiang'i kuwa shule ambayo imesifiwa kwa kuonyesha matokeo mazuri ambayo hayajaonyesha tofauti na mwaka uliopita. Walipata alama A 20 mwaka uliopita na mwaka huu 21. Caroline B, mwalimu mkuu ama naibu mwalimu mkuu shule hiyo, anasemaje kuhusiana na yale ambayo yametolewa hii leo? Shukrani Zubeida, niko katika shule ya Alliance ambapo wameweza kutangazwa kuwa mojawapo tu ya shule ambayo imeweza kutoa matokeo mazuri, na sasa ninajiunga naye na naibu mwalimu mkuu wa shule hii Bi Veronica Ngunjiri aweze kutueleza ni yapi ambayo yamechangia matokeo haya mazuri katika shule hii. Shukrani sana mwalimu kwa kupata muda wa kuzungumza nasi. Labda kwanza unaweza kutueleza matokeo haya yametoka kigafla. Sijui ni jambo ulikuwa unatarajia au vipi? Asante sana. Wacha niseme ya kwamba haya matokeo hayajatoka ghafla. Hii ni kwa sababu tumekuwa na wanafunzi wenye wamefanya kazi. Tumekuwa na walimu wenye wamefanya kazi sana. Na tumekuwa na wazazi
wenye wametushika, wenye wametupatia chochote tunataka, ndio hao wanafunzi wafanye vizuri. Na juu ya kila kitu tuko na Mungu ambaye tumemwomba na tukamwambia. Wengine wamekuwa wakindanganya, sisi hatutandanganya. Mungu, tutafanya kazi na wewe na tunajua mwisho wake utatuonyesha mahali tunaweza kufika, na tumeona mahali umetufikisha. Kwa hivyo acha niseme, hatuwezi kusema ni jambo la ghafla. Tulikuwa tunatarajia na tunamshukuru Mungu. Na labda ungetueleza jinsi ambavyo umekuwa ukijitayarisha kutoa matokeo haya mazuri ambayo yametangazwa. Sijui ni mikakati ipi ambayo mmekuwa mkitenga kama shule kuhakikisha kuwa wanafunzi wenu wanaweza kufuzu na kutoa matokeo mazuri? Mikakati ni mingi, lakini wacha tuseme kwamba first ni kukuwa na wanafunzi wenye nidhamu. Tumekuwa na darasa lenye limekuwa na wanafunzi wenye nidhamu, watiifu, wenye wametii walimu. Kama ni kupewa mwelekeo, wanachukua mwelekeo ya walimu. Na ningesema wanafunzi wa class of 2016, Mungu awabariki mahali wapo. Nimemwambia mara nyingi, mmekuwa darasa la pekee. Alafu walimu wamejikakamua sana. Huku tunaanza kazi mapema, asubuhi na mapema, 6:30 am, ndio tuone ya kwamba syllabus tumeimaliza vizuri. Tuko na muda wa kutosha wa kufanya, wa kudurusu. Na pia tumeongea na wazazi sana, kama ni kutaka vitabu venye zinatakikana, kama ni kuleta wataalamu wakuja waongee na wanafunzi katika zile sehemu walikuwa na tashwishi kidogo, wazazi wametusupport. Kwa hivyo acha tuseme kazi kuona wanafunzi wazuri wenye ni watiifu, kwa sababu watu nasema discipline is very very important katika wanafunzi kufanya vizuri. Pili, walimu wamefanya kazi. Tumepanga, tumeongea na walimu, huwa tunasaidiana sana. Hata kama hufunzi hiyo darasa, uko na wanafunzi kidogo wenye unasaidia kudurusu. Na kujitolea kwao, kuja asubuhi na mapema, wakati mwingine wako huku usiku, wakati mwingine wako huku tu kwa niaba yao tu, wako huku hata weekend, kuona kwamba syllabus imeendelea. Ndio wakati tunamaliza mhula wa kwanza, syllabus imemalizika na tuna wakati wa kutosha wa kudurusu. Na tunapoangalia miaka mingine tofauti na mwaka huu, tumepata kuwa mwaka huu kulikuwa na mikakati ambayo ilikuwa imewekwa na Wizara ya Elimu kuhakikisha kuwa hakuna wizi na maneno kama hayo. Lakini kwenu wamesema kuwa matokeo hayajabadilika mwaka jana na mwaka huu na pia miaka mingine. Sijui ni yapi ambayo mmekuwa ukifanya kuhakikisha kuwa mmepata matokeo ile ambayo haijabadilika? Hii shule ilianza na wamishonari, kwa hivyo Mungu yuko mbele. Moto yetu ni walk in the light, kutembea katika mwanga. Na hata ile wakati mashule zingine wamekuwa wakiiba mtihani, sisi tumesimama na tumeamini kazi ya mikono yetu. Tukiweka Mungu mbele, tukijua kwamba tunakusudiwa kutembea katika mwanga. Kwa hivyo hata hii mwaka wakati wizara iliweka mikakati, sisi hatukusumbuka, tulifanya tu kazi yetu, tukaweka nguvu, tukatia bidii, lakini tukatia bidii sana, tukajua pengine hata wengine wanafanya kazi ndio waonyeshe kweli hawakuwa wanadanganya. Lakini wacha tuseme sisi haikutusumbua. Hata wakati wa mtihani tulikuwa tunashtukia maafisa wamekuja kukagua shule, na sisi hata hatujui, kwa sababu sisi tumezoea kutembea katika mwanga. Na ni asante sana kwa Wizara ya Elimu, na tungesema tuendelee hivyo hivyo vile Bwana Waziri amesema. Na labda swali langu la mwisho, unapopata kuwa unajua matokeo yametokea mazuri, utapata kuwa unajua kuna changamoto zile ambazo haziwezi kuepukika. Labda unaweza tueleza changamoto ambazo shule yako imeweza kupitia kuhakikisha kuwa mmezidi kutoa matokeo mazuri, ama changamoto ambazo umeona kuwa kidogo tu labda imewalemea pale? Hatuwezi kuizira hasa changamoto, kwa sababu challenges lazima zikue. Na hata kuna wimbo wetu wa shule huwa tunasema challenges cannot alter the course of the goals you have set in your life. Huwa tunafanya innovations ndio tujue venye tunaweza ku overcome those challenges. Kwa hivyo challenges lazima zikue, and then we always say there is no gain without pain. Na kwa hivyo sasa tunaona vizuri kwa sababu tumefanya kazi, tunaona matokeo yetu. Na tuko na shule nzuri, tuko na madarasa, tuko na walimu, serikali imetupatia walimu, serikali imepatia kazi, tumepata pesa ya vitabu, wazazi wametushika hapa kwa hapa, chochote chenye hakiko wazazi wanatusaidia. Kwa hivyo hata tuseme hizo challenges hata zinafanya ya matokeo hata yakuwe tamu zaidi. Sio vizuri upate tu
on a silver platter, hautasikia kama umefanya kazi. Shukrani sana. Huyo alikuwa Bi Veronica Ngunjiri akiweza kutueleza tu yani anajihisi vipi ambapo shule hii imeweza kutoa matokeo mema katika mwaka huu. Na unapoangalia nyuma yangu ni baadhi tu ya walimu ambao wanasherekea, walikuwa wanaomba wakishukuru Mungu kwa matokeo mazuri ambayo shule hii imeweza kutoa. Na labda tu kutoka kwa Bi Ngunjiri hapa anasema kuwa wataendelea kutoa matokeo haya mazuri na sio tu katika mwaka huu bali katika miaka mingine yajayo. Basi kwako studio. Naam, amekuwa ni mwanahabari wetu Caroline B ambaye yuko katika shule ya Alliance, na bila shaka kuna kila sababu ya kutaka kutabasamu na kufurahia matokeo ambayo yametolewa, ambapo shule hiyo imesifiwa. Bado hatujajua imeorodheshwa nambari ngapi katika yale matokeo ambayo yametolewa, lakini imesifiwa kwa kuonyesha matokeo mazuri ikilinganishwa na mwaka uliopita. Na mwalimu pale, naibu mwalimu mkuu, ametaja mambo manne ambayo kwa mfano huenda ndio yamechangia pakubwa katika matokeo mazuri ambayo yamekuwa yakishuhudiwa shuleni humo, akitaja kwamba ni nidhamu miongoni mwa wanafunzi, akisema ni ushirikiano baina ya walimu, wazazi na wanafunzi, akitaja pia kwamba kuna bidii ambayo imeonyeshwa kutoka pande zote, na jinsi amesema kwamba wanatafuta mbinu za kukabili zile changamoto ambazo zinawakabili, ikiwemo kuwaalika wataalamu kuzungumza na wanafunzi. Na tutakuwa tukiangazia mengi zaidi kuhusiana na hili, na sasa tunaungana na mwanahabari mwenzangu Karonderi akiwa katika kaunti ya Nyeri aweze kutueleza hali iko vipi katika eneo hilo. Naibu mwalimu mkuu Veronica pale ametaja kwamba kuna ile mikakati iliyotolewa na Matiang'i ambayo walimu wengi hawakuifurahia sana. Sijui katika kaunti ya Nyeri hali iko vipi? Asante sana mwenzangu Zubeida. Bila shaka Wakenya wanaendelea kutoa mseto wa hisia kutokana na matangazo ya matokeo ya mtihani wa KCSE mwaka 2015 ambayo yametangazwa saa chache tu ambazo zimepita na waziri wa elimu Dr. Fred Matiang'i. Wengi wakisema kwamba wameshtuka kuona kwamba matokeo yametangazwa mwezi huu wa Disemba. Unakumbuka kuwa desturi imekuwa ni mwezi wa Februari, hivi ndivyo Wakenya wanatarajia kupata yale matangazo ya matokeo ya mtihani. Lakini sasa Disemba, hata kabla ya mwaka mpya kusherekewa na Wakenya, wengi wanaendelea sasa kuzungumza kuhusu matokeo hayo, ikiwa kwamba kwa wanafunzi 20 wale ambao wameibuka katika nafasi za juu, 16 ni wanafunzi wa kike, wasichana. Ni habari ambazo zinasherekewa, na vile pia kwamba hakuna mwanafunzi atakosa kupata matokeo yake eti kwa sababu yamefutiliwa mbali. Hilo halitatendeka mwaka huu kama ambavyo Dr. Fred Matiang'i amesema kwamba mwaka huu au mtihani huu walikuwa ngangari kabisa kuhakikisha kwamba hakuna wizi au hakuna wanafunzi au walimu au washikadau ambao walihadaa mfumo huu. Na pia washikadau katika sekta ya elimu wakisema kwamba wanakaribisha sana, wanayalaki mabadiliko katika mfumo wa elimu. Na ili kuangazia swala hilo zaidi na kwa kina, kuliweka kwenye mizani, tunazungumza na mwalimu mmoja wa shule ya sekondari hapa katika kaunti ya Nyeri, Bi Grace Wanjiru. Ni mwalimu wa kemia, amefunza kwa miaka 16 na ataeleza zaidi maoni yake kuhusu mabadiliko katika mfumo huu. Kumbuka kuwa Madam Nancy kutoka TSC alisema kwamba walipokea barua kutoka kwa mwalimu mmoja, hakutaja mwalimu yupi, lakini alisema mwalimu kutoka Kenya aliyesema kwamba ilikuwa ni jambo la kuchosha. Walimu walikuwa wakiwafunza wanafunzi, lakini wanafunzi tayari walikuwa wameshafika mahali hawajikakamui zaidi, sababu wanajua watapata njia za mikato ili kuweza kufanya vyema katika mitihani. Lakini tusikie zaidi kutoka kwa Bi Grace Wanjiru, mwalimu wa kemia kwa miaka 16 katika shule ya Giakanja hapa Nyeri. Asante sana Bi Wanjiru. Kama mshikadau, kama mwalimu, maoni yako kuhusu mabadiliko katika mfumo wa elimu, kuhusu yote ambayo yamejiri leo na ambayo yamekuwa kijiri tangu Dr. Fred Matiang'i kuchukua hatamu za uongozi? Asante sana Karo. Nimefurahia sana kwa matokeo ya Daktari Matiang'i, na ametuonyesha ni kweli sisi kama walimu ama washikadau katika elimu, sekta ya elimu, tunaweza jiwekea target, iko na time frame na tunaweza achieve, na hiyo yote itaenda kufaidi watoto wetu. Na tumefurahia sana.
Okay, na ulikuwa umesema kwamba inawapatia kile ambacho ulieleza kuwa platform ya kuweza kuangalia kama mimi kama mwalimu ninafanya kazi ninayohitaji kufanya, ile evaluation. Ulikuwa umeeleza zaidi hoja hizo, pengine ukieleza watazamaji wetu kama mwalimu au ukiwa mwalimu hisia zako. Kitu moja naweza sema Karoni kwamba kama wakati tunafunza na matokeo ya mtihani natoka, unakuta kuna shule zingine zimepata matokeo very high kuliko yako. Unaketi chini na unajiuliza, mimi kama mwalimu ni nini sijaifanya? Ama ni content yangu mbaya, ama ni mimi, ama ni wanafunzi wangu? Lakini leo ile kitu imenifurahisha ni kwamba ile matokeo nitapata, hiyo itakuwa yangu halisi na itanisaidia kuketi chini nipatie base ya kuevaluate kazi yangu ndio niweze kujimudu na kujua the way forward for better results. Yes. Ni mwaka ambao umekuwa na visanga vimeshuhudiwa, wanafunzi kuteketeza shule. Kumekuwa na visa vya moto hapa na pale, hata hapa Nyeri ilikuwa ni kote. Sijui kama unakofunza, sikumbuki vizuri kama kulikuwa na kisa kama hicho, lakini ukiwa mwalimu ilikuwa nini ambacho kilikuwa kinafanyika wakati huo? Maoni yako? Kwanza naweza sema kwetu hakukuwa na kisa ya moto na tulishukuru Mungu sana, na kwa jumla ningesema hiyo visa ya moto ni ile discipline kutoka na wanafunzi, na vyenye tu Daktari Matiang'i alisema atakuwa strict na exams. I think watoto walistuka wakashangaa wataweza jefanya mtihani na wako wamejitayarisha vizuri, na wajua wakati watoto hawajitayarishi they are not well prepared for the exam na hawezi sikiliza walimu wao, ile discipline inaenda chini. Ile inafanyika ni kwamba wanakuwa indisciplined, na hiyo ndio huleta hiyo mambo. I think hiyo mambo ya mtihani, hiyo kudanganya kwa mtihani wakati walijua haitakuwa, hiyo yote ilileta indiscipline. Na kwetu tulifurahia sana na tulishukuru Mungu hakukuwa na kisa kama hiyo, na zile result tutapata shule yetu nina uhakika itakuwa our true result. Ndio shule gani pengine ukihitaji wajue? Shule yetu ni Jakanja Boys High School, and leo nimefurahia sana, and na Daktari Matiang'i amenifanya a proud teacher and a proud Kenyan. Yes. Ningependa sana kujua kile ambacho unafikiria kuhusu hoja hii. Mwaka jana au miaka ambayo imepita, shule fulani na fulani ni zaidi ya 200, 100. Sasa hizo shule ni 10, 15. Nini ambacho kimefanyika au nini kimekuwa kikifanyika? Hata mimi najiuliza maswali kama yako Karo, na mimi ningekuwa mwalimu katika hizo shule sijui ningeelezaje. Pengine siwezi comment about that difference because ni kitu ya kushangaza na kustua watu. Yeah. Unafunza kemia, yani chemistry katika shule ya Gyakanja. Unasema ulikuwa pengine unapata fulani chache, unasikia shule nyingine wana nyingi katika hilo somo, unajiuliza maswali kadha wa kadha. Imekuwa hivyo katika miaka hiyo 16 umekuwa ukifunza? Hapana, haijakuwa hivyo. Kwa hiyo miaka yote nimefunza, imekuwa hivyo for the last like 3-4 years. Hapo ndio nimeona beleni nilikuwa napata alama zile nitapata na compare hata mpaka na national schools, na yetu ilikuwa provincial school. Unaona kweli I've added value to my students nikicompare na the national schools. Lakini sasa ilifika wakati sasa hata ile kazi yote na tumetia bidii zaidi, unaona the difference is too much, you cannot explain. Lakini sasa mko tayari kuwafunza wanafunzi kabisa? Tuko tayari na tutaunga mkono. We are going to support Daktari Matiang'i and we are very proud of him. Yes. Asante sana Bi Grace. Tumekuwa tukizungumza na Bi Grace Wanjiru, mwalimu katika shule ya sekondari ya Gyakanja hapa katika kaunti ya Nyeri. Anasema kwamba anajihisi amepata msukumo, akona motisha wa kuendelea kufunza hivi sasa, akijua kwamba kuna haki na usawa kila mahali, hakuna wizi utakaoendelezwa popote. Na akiwa mwanafunzi wa kemia, anasema ataendelea tu kujikakamua kadri uwezo wake kuhakikisha kwamba anainua viwango vya elimu vya wanafunzi wake. Na kutoka hapa katika kaunti hii ya Nyeri na eneo la kati kwa jumla, tazidi kukujuza na kukupasha yote yanayojiri kuhusiana na matokeo ya mtihani wa KCSE. Zubeida. Naam, shukrani sana Karonderi ukiwa katika kaunti ya Nyeri. Napenda sana alivyouliza yule mwalimu ambaye amekuwa ni mwalimu miaka 16, namuuliza jamani hizi zilikuwa zikitoka wapi? Kwa sababu hilo ndilo swali kila mmoja analiuliza, kwa sababu nakumbuka hata kabla mtihani wa darasa la 8 kutolewa, Matiang'i alisema ngojeni mwaka huu tuone hizo zitatoka wapi. Nini ambacho kimebadilika? Hizo zilikuwa zikitoka wapi miaka ya nyuma? Zilikuwa nyingi, na hata tuseme, unajua tunahukumu shule fulani chache, lakini shule zote injini
ukienda kila shule matokeo yameenda chini. Tuseme kama hiyo shule kama hiyo ni ndogo ilipata wa kwanza B+ mwaka uliopita, utapata wa kwanza labda amepata C+. Na upate ile tuseme kama Alliance ilikuwa na hiyo ama Kabarak ilikuwa na hiyo A200, utapata A- ni nyingi sana kushinda ile shule ingine ndogo hivyo hivyo. Kwa hivyo tujaribu kuangalia alama ya kila shule. Hizo kati ya hizo A 144. Hii shule iko na ngapi? Kati ya hii A- hizi shule ziko na ngapi hivi? Na ile ndogo yenye mwaka uliopita ilipata labda utapata mwanafunzi wa kwanza alipata B, upata labda mwaka huu amepata cha ongeza. Unaona hivyo? Kwa hivyo shule zote utapata kwamba alama ya wastani imeenda chini. Na ifahamike pia alikuwa amesema kwamba lazima matokeo yataenda chini. Na lazima angeweza kutoa hivyo. Hatungepata tena shule iko na matokeo ya juu. Kabla mtihani ufanye, alikuwa ameahidi kwamba matokeo itaenda chini. Kwa hivyo tusihukumu shule yoyote tu. Walimu walifanya kazi yao, wanafunzi wakafanya kazi yao. Suluhu ni kuweza kuangalia ni mbinu zipi ambazo tutazitumia ili tuweze kupata matokeo bora. Kwa sababu ukilinganisha haya matokeo na miaka yetu yenye tulikuwa tunafanya mitihani ya ile 1990s. Unaona ni sawa tu hivi hivi. Katika mkoa wa Magharibi nakumbuka mwaka ambao nilifanya tulikuwa na M2 pekee. Watu wengine hatuko hata tunafikiria hata kupata A- ama A ilikuwa ni dhambi. Na ilikuwa ni matokeo mazuri, lakini miaka hivi karibuni tuseme 2007 kuja hadi mwaka uliopita. Mtoto amepata A, ukimkuta mwaka huu unamuuliza hata maswali fulani hawezi kueleza na mtoto alipata A. Unaona mambo kama haya. Naam, tunapomaliza tutakuwa tukiendelea na mjadala huu, hauwezi kukomea hapa. Tutakuwa tukiendelea katika taarifa zetu za baadaye, lakini kwa maneno machache tunapofunga, ili tumpishe mwenzangu Hassan Mwana wa Ali kwa Zilizala Viwanjani. Tueleze, amesema kwamba index number kuanzia mwaka ujao haitatumika. Kuna ile nambari ya usajili ambayo kila mwanafunzi atapewa na kutumia kipindi chote atakachokuwa shuleni. Unaona hiyo itasaidia katika kuleta mabadiliko gani katika mfumo wa elimu nchini? Kwa maneno machache sana. Na itasaidia katika kurudisha pia wizi wa mitihani chini, kwa sababu hii index number imekuwa ya kwamba mtu anaitumia ukipewa private number NEC au ministry inaweza kutrack. Wengine wamekuwa wajua ukipewa index number unapewa leo, kesho unapewa mwaka ujao pia. Kumekuwa na visa vingi vya wizi wa mitihani Zubeda. Mimi ningemalizia kusema kwamba nafurahia kwamba Matiang'i katika mikakati zake alipokuwa anatoa mtihani wa huu mwaka amesema hakuna mwanafunzi atakayepoteza, kosa kupata matokeo yake. That is a big plus to our honorable cabinet secretary. No. Number 2, sasa hivi watoto wamepata alama ambazo ni zao. Mimi kwangu shuleni kwangu nitakuwa very honest kwako, hatujapata alama za A kama anavyopata mwenzangu Alliance. Kwa hivyo hata tunapoenda and this is a big challenge to our employer Teacher Service Commission. Wajua kwamba tunapoenda even promotional interviews wasikuwe wanaangalia ulitoa S ngapi. Wacha waangalie aliposema mwenzangu kutoka Nyeri, mwalimu wa kemia, value addition. Umeongeza value addition ngapi kwa wanafunzi? Iwapo mwanafunzi alipata D- na mwaka huu amepata D+, you are an excellent teacher. Tutaendelea na mahojiano haya katika taarifa zetu za baadaye, kwa sababu sasa nampisha Hassan Mwana wa Ali atueleze iwapo kuna mageuzi pia katika nyanja za spoti, ambapo mtazamaji, leo Matiang'i amewapata wengi kwa mshangao kwa kutangaza ile matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 ambayo wengi hawakutarajia kwamba yangetangazwa hii leo, ambapo tunaona kwamba alama za wale ambao walipata alama ya A, idadi imepungua hadi wanafunzi 141, na tunaona kwamba idadi ya watoto wa kike, wasichana wa kike, wanafunzi wa kike ambao wamefanya vyema imeongezeka pia maradufu. Tutakuwa tukikueleza mengi zaidi katika taarifa za baadaye, lakini sasa tuingie katika Zilizala Viwanjani. Leo mwenzetu Abula anafunga ndoa kule Mombasa. Kwa hivyo leo anayemwakilisha studioni ni Hassan Mwana wa Ali, na tunatoa pongezi sana kwa Abula Ahmed kwa kupata jiko na kufunga ndoa. Hassan, zamu ni yako, tueleze umetupangia nini hii leo?